لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako bora Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, kipindi ambacho kinakueleza asrari al-Qur'an wa asma'illahi al-husna, siri mbalimbali zilizojificha katika Qur'ani na siri ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika siku ya leo tutaizungumza surati Ikhlas, sura ambayo huko nyuma tulipata kuizungumza, na leo tutaizungumza, na insha Allahu Ta'ala tutaendelea kuizungumza kadiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyotuwafikisha. Lakini kabla ya kuendelea na darsa, ni kuombe mtazamaji wangu uweze kushare na kucomment pamoja na kulike darsa zetu kwa lengo la kufikisha ujumbe huu kwa watu wengine. Mimi nazungumza na wewe unashare kuusambaza kwa wengine, na malipo tutashirikiana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumeyasema, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Ndugu yangu katika imani, leo tunaizungumza surati Ikhlas, sura ambayo imeshuka katika ardhi ya Maka, ina aya 4, ina maneno 15 na ina herufi 47. Sura hii ina maajabu makubwa mno pindi mtu atakapoisoma kwa ikhlasi. Sura yenyewe ni surati Ikhlas, na huyu mwenye kuisoma akisoma kwa ikhlasi, ibtighai maradhatillah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, au kutafuta msaada ambao kibinadamu ameukosa kwa viumbe wengine, anatarajia kuupata kwa Allah Jalla wa Ala. Sura hii ukiisoma katika namna hiyo itakufikisha katika kusudio lako utakalolinuia bihaulillahi tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ni sura yenye mambo makubwa, ni sura yenye mambo mazito, ni sura fupi lakini mambo yake masha Allah ni makubwa, ni makubwa, ni makubwa mno. Mpenzi mtazamaji, walidhalik, kwa ajili hiyo, almushrikina indama dhahabu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, hawa mushrikina walipokusudia kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumuuliza masala, faqalu, wakasema walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad hadithna an rabbik, e Muhammad tuhadithie sisi habari ya Mola wako. Mola wako yukoje? Mambo yake yako vipi? Ana sifa gani? Ana utukufu gani? Wanataka kuhadithiwa mambo yanayohusiana na Allah Jalla wa Ala. Wa qabla an yujibu an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kabla mtume hajatoa majibu ya masali aliyoulizwa na mushrikina, fa anzala Allahu Ta'ala, akateremsha Mwenyezi Mungu mtukufu al-ijabat shafiyat kafia, akaleta majibu ambayo yaliyokuwa mapana, yaliyokamilika, majibu ambayo ndani yake ni pozo, ndani yake ni tiba. Allahu akbar. Ni majibu gani anayaleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Amwambia mtume, qul, sema ewe Muhammad, huwa Allahu ahad, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wala Mwenyezi Mungu hana anayefanana naye hata mmoja. Allahu akbar. Angalia hii sura ambayo ndani yake kuna maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an, lakini humo ndani ya Qur'an kuna majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasiyojirejea. Majina haya tukijaliwa uhai na siha katika masiku yajayo tutakuja kueleza siri ya majina haya ni mangapi na yanasomwaje kwa idadi gani insha Allah tabaraka wa Ta'ala. Lakini almuhimu katika siku ya leo tunataka tujifunze namna gani tunaweza kuisoma sura hii na tukanufaika manufaa makubwa ambayo nafsi ya kibinadamu haitarajii kuyapata popote. Ndugu yangu katika imani,
tuingie katika kuziangalia faida ambazo atazipata msomaji wa surati Ikhlas, sura fupi ambayo wengi wetu tumehifadhi, na bila shaka tukikusudia na tukanuia tukafanya ni uradi kuisoma sura hii, itatufikisha katika yale tunayoyahitajia. Man qaraa surati Ikhlas, yeyote ambaye mwenye kuisoma sura hii surati Ikhlas 10 marra, idadi yake akasoma mara 10, fi kulli laila, akafanya uradi huo wa kusoma surati Ikhlas katika kila usiku katika maisha yake, yani kila kiza kinapoingia akawa anasoma, kila usiku unapoingia akawa anasoma, bana Allahu lahu qasran fil janna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjengea mtu huyo ghurfa katika maghurfa ya peponi. Allahumma amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa miongoni mwa watu hao. Ndugu yangu katika iman, faida ya pili, man qaraa surati Ikhlas 100 marra, yule ambaye mwenye kuisoma surati Ikhlas mara 100 fi kulli laila, na muda wa kusoma ikawa katika sehemu ya usiku, akaweka ndio uradi wake, kila usiku unapokuja anasoma mara 100, maisha yake akadumu katika kufanya hivyo, siku ya Kiyama, siku ya malipo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsemeza mja huyo aseme, abdi, ewe mja wangu, aljanna an yaminuk, pepo iko upande wako wa kulia, fadkhul, ingia ukaishi katika pepo hiyo. Allahumma amin. Mwenyezi Mungu atujalie pia sisi miongoni mwa watu hao. Ndugu zangu katika imani, wakati nazieleza faida hizi na siri ya surati Ikhlas, yupo mwingine wale almustahziin, watu ambao kazi yao ni kuchukulia mambo kipuzi puzi, kupuuza mambo, kudharau mambo, kudogesha Qur'ani, kudogesha surati Ikhlas. Anakaa anasema hilo haliwezekani, au mwingine anasema hilo halikufanywa na mtume. Allahu samad. Uko katika kiza kikubwa mno wewe, upo katika kiza ambacho kilichokufunika, huelewi utukufu wa kitabu cha Qur'an. Hivi huelewi wewe kwamba surati Ikhlas ni sura ambayo ametakasika Mwenyezi Mungu, amesifika Mwenyezi Mungu kila aina ya sifa ambazo hakumpa yoyote katika viumbe wake. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, yani laysa lahu waladun, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe hana mtoto, wa laysa lahu walidun, wala yeye hana mzazi, yani hana baba wala mama wa kumzaa. Akisoma mtu akadumu katika maisha yake, tena katika wakati ambao yeye anapaswa kupumzika, wakati wa usiku yeye ndo anakaa kitako anasoma kwa ajili ya Mola wake, inafanya mambo makubwa mno. Ndugu yangu katika imani, cha muhimu wakati wa kusoma usome kwa ikhlas, ibtighai maradhatillah, kusudio lako liwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini usiyafikie hayo, na kwa nini usiyapate hayo na zaidi ya hayo kwa kuisoma surati Ikhlas? Walhali kwa kumaliza, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhadithia tukio ambalo alipotumiwa salamu na raisul malaika, kiongozi wa malaika wote, Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam, anamfikishia ujumbe, anamwambia mtume, iqra minni salam, nipelekee kwake salam kutoka kwangu. Anapelekewa nani? Sahaba wa mtume, mwanafunzi wa mtume, anaitwa Abu Dharr al-Ghafari radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye yeye hakuwa anapewa wahai, alikuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi tu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini anapelekewa salamu kutoka kwa malaika, kiongozi wa malaika wote, Jibril alayhi salatu wasalam. Na mtume anastaajabia, anauliza, wa kaifa taarifuhu, na vipi umepata kumfahamu yeye huyo Abu Dharr al-Ghafari? Allahu akbar. Na malaika Jibril anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la a'rifuhu, na vipi mimi nisipate kumfahamu yeye? Wa huwa yaarifuna jami'il malaikatu sama, hali ya kuwa yeye Abu Dharr al-Ghafari anafahamika na jumla ya malaika wote walioko mbinguni, bikathratu qiraatihi surati Ikhlas, kwa kule kufanya wingi wa kusoma kwake surati Ikhlas. Katika swala za sunna, katika swala za faradhi, anapiga surati Ikhlas. Allahu akbar. Sayyidina Abu Dharr al-Ghafari, ndugu yangu katika iman, haya ni miongoni mwa faida kubwa ambazo atazipata yule ambaye mwenye kusoma surati Ikhlas. Niendelee kukuomba ndugu yangu mtazamaji,
Usiache kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kuyapata mengi yajayo, na insha Allahu tabaraka wa taala mbele yetu yapo mambo makubwa na mazito munasaba na surati Ikhlas. Baada ya kuyasema haya, ni ndugu yenu katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله ويا نعم المولى.